pale panapoonekana pana faida kwenu ya kujifunza, jifunzeni. Tuna walimu hapa wanatakiwa wawafundishe. Kama kuna wakati darasani hujaelewa, mfuate mwalimu hata nje ya vipindi vya darasa, muombe akufundishe. Lakini form 1 mna form 2, form 2 mna form 3, form 3 mna form 4, bado mnaweza kuwatumia wenzenu kujifunza. Lakini form 4 mna form 4 wenzenu ambao wanaweza pia. Lakini hata huko nje kuna form 4 waliomaliza, form 6 waliomaliza, wako huko nje mtaani. Kama mnaona watakuwa na faida, jifunzeni, ombeni wawafundishe. Hilo ni jambo la ngapi? La pili. Baadaye nitawauliza haya mambo kama mnayakumbuka. Jambo la tatu. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba mnajisomea yale mliofundishwa. Kwa hiyo mhakikishe mnajisomea. Baada ya kwamba mmefundishwa, mmejifunza, sasa muwe na muda mzuri wa kusoma yale mliojifunza. Kuna kusoma notes, kuna kusoma vitabu, lakini kuna kusoma maswali mbalimbali ambayo tayari mshafanyia kazi. Hilo ni jambo la ngapi? La tatu. Jambo la ngapi? La tatu. Haya, jambo la 4 ni kuhakikisha ya kwamba ile mitihani mnayopewa, aidha mitihani ya kitaifa, mitihani ya kimkoa, ya kiwilaya, mitihani ya kata, mitihani ya shuleni, ya darasani, mnaifanya vizuri. Mitihani muifanye vizuri ili mfaulu vizuri. Muwe na maandalizi ya kutosha. Hakuna faida usome miaka yote 4 alafu kwenye mitihani ukalipue. Hakuna faida ujifunze ukae kuanzia Januari mpaka Disemba, mtihani unakuja hauna maandalizi ya kutosha, unaenda kukaa. Wengine kwenye mitihani wanachoraga picha. Nimekusikia matokeo huko yanasemwaga, kuna mwingine matokeo yamezuiliwa kwa sababu hakuandika kitu, kwa sababu amechora kinyago. Kuna mmoja leo kumchora mwalimu wake mkuu kwenye mtihani na akapeleka akakusanya. Hilo ni jambo la ngapi nimwambia? La 4. Kwamba mbona naona kama sioni A hapa? Ndiwaambiaje? Mitihani tuifanye vizuri. Sawa? Ilikuwa jambo la ngapi? La 4. Jambo la 5. Jambo la 5. Hakikisheni mazoezi mnayopewa yote, quiz mnazopewa darasani, homework mnazopewa darasani, hakikisheni mnazifanya kabla hamjaenda kulala. Kwa hiyo hili jambo ni kuhakikisha kwamba mazoezi ya darasani yote mnayafanya mapema. Sawa eh? No. Ni jambo la ngapi hilo? La 5. Ambalo tunasemaje? Haya, jambo la 6. Jambo la 6. Jambo la 6 ni kuhakikisha ya kwamba mnafanya revision, mnafanya yale marudio. Mmeshaisoma ndio, mmeshajifunza ndio, lakini kuna past papers mbalimbali. Kwa hiyo mhakikishe mnafanya solving, mnafanya marudio. Vile vitabu vyenye maswali na majibu mnavipitia kwa kufanya marudio. Mrudie. Kuna wakati mwingine unaingia kwenye chumba cha mtihani ukuta ile swali ulilorudia jana unalikuta kama lilivyo. Hilo ni jambo la ngapi? La 6. Kufanyaje? Haya, jambo la 7. Jambo la 7 ni suala la muda. Hakikisheni muda mnaotumia vizuri. Muda mnaotumiaje vizuri?
Muda wa kusoma, someni. Muda wa kuwa darasani, kuweni darasani. Sio muda wa darasani wewe unaenda hapo mjini hapo una kununua mihogo au unapiga umbea. Muda wa mwalimu, kwa sababu mwalimu hajaingia kwenye kipindi, basi na wewe unaenda kutembea kupigwa jua au unaenda sehemu nyingine. Msifanye hivyo. Fuateni taratibu ambazo zipo hapo kwa kuzingatia muda ambao mko nao. Form 4 hawa mnaona leo hawa, baada ya mwaka huu hawatakuwa form 4 tena. Kwa hiyo ukifanya vibaya ndio unaanza kurisiti, unaanza kusoma QT. Kumbe muda huu ulitakiwa utumie vizuri, usije ukapata hizo adha, usije ukahangaika hapo wakati huu, wakati ambapo gharama ya elimu sio kubwa. Utumie vizuri huu muda. Nyinyi ni watoto, mnatakiwa msome. Hapa kuna wazazi wenu ambao wao kazi yao kubwa ni kulima. Sasa kazi ya wazazi ni kulima, lakini nyinyi kazi yenu kwa sasa hivi ni kufanyaje? Kusoma. Ni kusoma. Sasa haiwezekani kazi yako wewe usiifanye vizuri. Mzazi akilima akapata mahindi machache au kidogo, utamwambia mzazi, ulikuwa mvivu, umepata debe moja badala ya gunia 5. Sasa na nyinyi ili mfaulu lazima mhakikishe muda huu mnaotumia vizuri, ili mpate 1 na sio mpate C wala F. Sawa? Mzingatie muda. Hilo ni jambo la ngapi? Jambo la 8. Jambo la 8 ni kuhakikisha ya kwamba mnakuwa na imani ya ufaulu. Mnakuwa na imani ya nini? Ya ufaulu. Imani ya kufanyaje? Ya ufaulu. Wanasema imani ni kuwa na uhakika wa jambo ambalo halipo, kana kwamba tayari limeshatokea, si ndio? Haya, nyinyi si mmeniambia mnapata 1 wote? Ndio. Hiyo ndio imani sasa. Haya, wangapi wanapata 1 wote? Hiyo ndio imani, si ndio? Lakini maandiko hayo yanasema imani pasipo matendo imekufa. Sawa? Sasa matendo yenyewe ndio yale mambo mangapi niwatajia? Alafu unachochea kwa kusoma kwa bidii, unachochea kwa kuwa na nidhamu, kwa kufanya mtihani vizuri, kwa kupata muda wa kujisomea na kuhakikisha mazoezi yote unayafanya vizuri na kuzingatia timetable. Hayo mambo mangapi nimewatajia? 8. Mambo mangapi nimewatajia? 8. Haya, nione kama mko makini. Jambo la kwanza nimesemaje? Nidhamu. Jambo la pili nimesemaje? Jambo la 3 nimesemaje? Kujisomea. Jambo la 4 nimesemaje? Jambo la 5 nimesemaje? Jambo la 6 nimesemaje? Jambo la 7 nimesemaje? Na jambo la 8 nimesemaje? Unaona hapo kuna wale. Nimetokea shule ya Mang'u Shanta Sekondari, na leo nimefurahi kumuona mbunge. Nilikuwa nikimuona kwenye mitandao ya kijamii akiwa anafundisha shule zingine, na leo nimefanikiwa kumuona amekuja kwenye shule yetu na amenifundisha, na mimi ni miongoni mwa wanafunzi aliyefundishwa na mbunge. Kwa majina yangu naitwa Fadhili Isa Almasi, nipo kidato cha 4 mkondo wa sayansi. Kwa mara ya kwanza namuona mbunge akija katika shule yetu, na nimefurahia sana kwa kuwa nilikuwa namuona kwenye mitandao na ni mmoja wapo mwanafunzi niliyopata swali lake. Namshukuru sana mbunge wetu na tunamkaribisha sana ndugu Thomas Mugonto.